Mume wangu, kwani akiondoka Sandra, si tutapungukiwa kitu gani? Au hapa ni kwao kusema lazima ang'ang'anie au lazima awepo? Mke wangu, kwani una changamoto gani? Una nini kinakukumba? Yaani toka juzi kabla hujakwenda hospitali, lakini mpaka leo hii sielewi unapitia nini. Sitambui una shida gani. Nini tatizo mamangu? Ngoja nikuulize swali Mr. Tano. Lengo la kuja hapa Sandra lilikuwa ni nini? Sikutibiwa. Na tayari ameshatibiwa na matibabu yameisha. Sasa kwa nini unataka aendelee kukaa hapa? Mama John, ina maana wewe hautambui mipango ya John juu ya Sandra? Hebu tuachane na hayo mke wangu. Hebu tuende kwa wageni kwanza. Mama wa watu atajisikia mpweke sana. Sio vizuri mamangu. Twende. Karibu. Sandra. Ndo nakaa huko. Sina chumba changu. Wewe. Sandra, wewe ndio mbona hutaki kurudi nyumbani? Yaani wewe una mambo Sandra, kwa kweli mimi leo siondoki. Naongea na mama vizuri, siondoki. Na hili ndo nini? Hili ni blanket, Sophie blanket. Hapo sisemi, nisije nikatukana. Unapaona jaki? Pazuri we Sandra, ndio maana unakuwa mzuri kama palivyo. Vipi mbona jana wakati tunaongea ulikuwa unaonekana kama upo sawa? Shida nini? Winnie, nahisi Mama John amenibadilikia kinoma yani. Yaani hata sielewi shida yake ni nini. Nitie kivipi yani? Mimi mwenyewe hata sielewi mpaka sasa hivi. Hivi unajua zamani tulikuwa tunacheka na kufurahi. Yaani tunapiga story. Uwezi amini kama mtu na mama yake. Toka lakini alivyoenda hospitali mpaka amerudi. Ni ananichukia. Alafu sielewi shida yake ni nini. Au labda atakuwa amejua mapenzi yako na John. Sidhani. Kwa sababu mimi na John mahusiano yetu tujaweka wazi. Basi muache, itakuwa kwa sababu anaumwa. Akipona kila kitu kitakuwa sawa. Labda. Pole lakini. Leo tunalala. Lala kwa hali. Na lala. Mama sichanganye kabisa. Karibu sana mama. Asante sana. Vipi unaendeleaje? Kawaida tu. Afadhali. Kiukweli mama, tunashukuru sana kwa kuja. Kiukweli ujio wako unaleta baraka ndani ya nyumba yetu. Nilitaka kuja hospitali, lakini nikasema ngoja nisubiri kwanza atolewe. Nilimuona dada Winnie pale hospitali. Kiukweli nilifarijika sana sana kwa upendo wenu. Nilimtuma yeye aje. Mama, sijui hata niseme nini. Kiukweli Mwenyezi Mungu amekupa familia ya tofauti sana. Familia bora. Hata ninavyoishi na Sandra hapa nyumbani najisikia amani sana. Ni mtoto mwema mwenye hekima na busara. Kwa hiyo kuna muda nawaza mpaka natamani niichukue familia nzima niishi nayo hapa nyumbani. Mama, familia yako ina upendo sana. Sijawahi kuona. Binadamu tunatakiwa tuishi hivyo. Sandra, hivi pale nyumbani pako sawa? Kwa nini unaniuliza hivyo bibi? Namuona Mama John hayuko sawa, sio kama zamani. Mama, umesahau kuwa kama yule ni mgonjwa? Hata kama ni mgonjwa, kuna namna namuona, sijui nielezeje.
Bibi, usijali bwana. Pale kila kitu kiko sawa. Na kama kungekuwa kuna shida, mimi ningekwambia tu. Haya, we rudi. Maana mgonjwa anaweza kataka juisi au chakula. Bibi, si ni watu wetu mpaka pale jamani, muende mkapande gari elfu mimi nirudi. Wewe rudi. Kweli Sandra, wewe rudi nyumbani. Tukifika nitakupigia. Semeni tu amtaki niwasindikize basi. Haya basi mfike salama. Haya, kae salama. Haya bibi. Salimieni. Haya, kama kuna tatizo useme, sio na ficha. Usijali bibi. Winnie, bye. Bye. Suzi, vipi wewe na King sasa hivi mmefikia wapi? Unataka tufikie wapi? Akati tunajua kabisa akili yangu, moyo wangu, vyote vipo kwa John. Sijui kanichanjia dawa yule mkaka. Lakini yule ni mwanaume wako wa kwanza, au si kitu juu yake? Umekosa cha kuongea? Awe mwanaume wangu wa kwanza, wa mwisho. Yana umuhimu gani hayo kwa sasa? Kwani sisi ndio wa kwanza kufanya mapenzi? Sio hivyo Suzi, lakini King anakupenda. Na kwenye maisha ya sasa sio rahisi kumpata mwanaume anayekupenda kwa dhati. Wengine tunazilia hizo bahati. Wewe Tina wewe. Haya, tangia lini umekuwa upande wa King? Nilikuwa naongea tu, maana jamaa yuko poa sana. Ni wewe tu hutaki kumtazama kwa jicho la pili. Tuachane na hizo habari za King. Mimi hapa sina plani yoyote. Hivyo itabidi ukae wewe na mama mjue mnanisaidiaje. Sawa, kesho nitaenda kwa mama nijue naye ana mpango gani. Sawa. Vipi? Kuna shida gani? Okay. Lakini siku ya leo sijakuelewa kabisa. Haujanionyesha kitu kizuri mbele ya wageni. Na sio kawaida yako. Umeanza. Yaani toka nimetoka hospitali, kila siku humu ndani mimi napewa lecture tu. Hebu niambie, nimekosea kitu gani? Mke wangu, utaratibu wetu unaujua. Familia ya Sandra ikija, basi pale wanapoondoka huwa kuna vitu tunawafungashia. Sukari, mchere, mafuta. Lakini leo imekuwa tofauti kabisa. Na mimi sijakuzoea hivyo. Ndio maana nakuuliza umekumbwa na nini? Sasa wao wamekuja kumuona mgonjwa au wamekuja kuchukua vitu? Alafu huyu Sandra ni nani hasa mpaka anakuumiza kichwa kiasi hicho? Mke wangu, Sandra ni binti yetu. Kama alivyo John ni kijana wetu. Tumekaa naye hapa. Huyu mtoto wa watu ni wa wetu. Watu tunaishi naye kwa amani. Hakuna ugomvi wowote. Hakuna kitu chochote kibaya kinachoendelea. Nilisahau. Kumbe ni binti yetu. Au naweza kusema ni binti yako. Hivi wewe umekumbwa na nini mama? Umekumbwa na nini? Huyu Sandra kakufanya nini? Mbona imekuwa chuki ya ghafla kiasi hiki?
Is everything okay? Niache tu mwanangu. Vipi? Mbona umechelewa? Aliyakuwa ulikuwa unajua kabisa kwamba bibi yake Sandra yupo hapa nyumbani. Ni kweli, ila sikuwa na taarifa. Na Sandra amekuja kunipigia simu tayari nipo kwa King. Hivyo sikuweza kuwahi. Ila kila kitu kipo sawa. My son, it's your mother again. Can you imagine? Hahitaji kumwona Sandra hapa. Anahitaji Sandra arudi nyumbani kwao. What? How? How, Dad? Kwa nini iwe hivyo? Exactly. Sijui kapata na nini. Hata mimi najiuliza maswali mengi yanayokosa majibu. Sijui mama yako yukoje. Kwa sasa kawa kama mbogo. Dad, kiukweli siwezi kunyamaza kwenye hili. Naomba nikaongea na mama sasa hivi. Nijue kuna shida gani mpaka anataka Sandra aondoke humu ndani. I can't.